ati kwa nini nilichagua hii clan inaitwa Wanyavinzi. Na sana Warama. So hii swali lazima nijibu leo. Watu wamenisumbua kwa YouTube, kwa nini Tina alichagua hii? Mpaka nijibu hao leo. Mimi nimekaribisha Wanyavinzi. Na wote wale wananipenda. Kwa nini sijaiga kwa Wasita? Kwa Wasegege, Wahito, Wanyagarama, Wasinzira, wengi wao Wagorora. Sasa mimi nimesimama tu na Wanyavinzi na Wahiga. Wote Wahiga. Sasa ndio sababu nasema hiyo ndio nataka kuongea leo first. Nilikuwa nataka kushika msana. Lakini bahati mbaya, bahati mzuri, si alisense aje. Nilikuwa na polisi hiyo siku. Wawili. Hiyo usiku. Ilikuwa mchana. Mapepo ngoja tu wewe. Huyu Fry kwa ameenda harusi. Because ni hatia. Wewe lazima ulikuja na kitu mbaya. Tena unakuja kwa nyumba mtu kutafuta. Dada wanatoa threatening. Unathreaten people. Atuwe utajua. Utajua ni nani? Alikuja hapa kwetu kwa dada yangu hapa. Anataka kumpiga. Nikamuuliza, wewe unafuata sheria gani? Hii mambo mnafanya, tafadhali mfuate sheria. Huyo mdharau serikali, mdharau mpaka wale wanafanya kutoka chini mpaka kwa rais wetu. Wewe hujafuata sheria. Unaenda kupiga mtu kwa nyumba yake. Ati mtu amefanya makosa. Hata kutoa onyo hapa kali sana. Wengine nasikia watoka Kitengela, walikuja kutoa vita hapa kwetu. Bahati mzuri ama bahati mbaya, mimi siku kwa area. Lakini hello muraho guys, turabakuje turabakiriye kuri channel ya Ndagano TV show. Twari tubakumbuye, turabahobeye. Mwari muze nkangaye mutatubona, ni changamoto nyine zo mu buzima turimo. Ariko twagarutse, turacyahari, mwongere mugaruke mutugarukeho. Rero uyu munsi murabona ari umunsi udasanzwe, tukona mugeni chairman wetu hapa Kayole. Tutakuja kumkaribisha nyuma, ngoja kwanza tukaribisha hao ndugu zetu watambulishe kwa watu ya Ndagano TV show. Karibu. Muraho bavandimwe, mumeze neza? Natwe tumeze neza, turashima Imana kuko mugenzi wanjye yarabivuze. Twari tumaze kangahe tutaza, ariko uyu munsi twagarutse kandi ko murabona ko ibintu bimeze neza kabisa. Dufite umushitsi udasanzwe. Hanyuma nk'ibisanzwe amazina ni Bukuru Alice. Muraho inshuti zacu, abakunzi ba Ndagano TV show, turabashimiye kuba mwaradukoreye subscribe. N'ukuri ni ingenzi cyane kandi twarababyishimiye, muri abagaciro cyane. Nagira ngo n'abagenzi banjye mucanga mukakabisa abantu badukoreye subscribe, turabashimiye. N'abatarabikora bashimiye kabisa. 1K imefika. Masikia chairman. 1K hata imepita. Subscribe. Tumefanya poa. Turabashimiye cyane rwose. Imana baheze umugisha, n'abatarayikora muyikore. Amazina nk'ibisanzwe ari Butoto Esperance. Yego barakoze cyane, nanjye ntabwo nabibwiye. Amazina ni Nyambo Jolie. Nkuko bari babivuze, dushimiye abantu badukoreye subscribe. Turabashimiye, muri abantu beza. Respect kabisa. Ubwo rutoki mwakomeze aho ngaho. Ruhabwa umugisha. Ruhabwa umugisha, Imana ugasanire cyane. Icyo bazajya bakoraho cyose. Tunashukuru kabisa. Hata tunawaambia watu wengine wenye hawajafinya hiyo button ya subscribe. Kufinya tu, finya. Finya tu, ni kidole tu. Kitu kidogo unafinya hivi. Kidogo tunafinya tu hivi, alafu kidole kwa sawa. Leo ni leo. Leo ni tofauti na siku zingine. Hata mnatuona, hata tunaongea Kiswahili, hata kama hatujui. Tutajaribu tu. Kwa sababu tuko na chairman wetu, tutaweza kabisa. Sasa tunawakaribisha kwa channel ya Ndagano TV show. Watu wenye hawajafanya subscribe mfanye, mlike, mshare. Alafu
muandike na comment, mtuambie vile mnatuona, kama tunakaa vibaya mnatuambia. Kama tunakaa smart mnatuambia. Tunawakaribisha kabisa. Hata muende muoche, mkwe mnaoche ni mmalize. Hapana kuocha ama uende una nini? Unafikisha katikati. Unafikisha katikati unaacha. Lazima tu mmalize kiganiro yote. Kabisa. Tunachanganya. Tunachanganya maruga. Sasa tunakaribisha chairman wetu. Ajitambulishe kwa watu wa Ndagano TV Show. Karibu chairman. Bakose. Mrao. Atokole habari yenu. Kabisa. Mimi kama kawaida naitwa Jacob Otieno. Mimi ndiye chairman wa Kayole Komarok. Ya Kayole yote. Ni hapo mimi ndio nimesimamia. Sasa nimeita na sister yangu hapa kidogo. Tukuje tufundishana. Mambo ni mingi. Kuna mambo zingine tuwezi ongea kwa nyumba, kuna mambo zingine kuna wengine hawajui. So mpaka tukuje kwa show ndio tueleze. Sheria hii ni mbaya, hii ni mzuri, hii ni kukanyaga ni life wire, hii nyingine ni ukifanya ni mzuri ama ni mbaya. Because kuna wengine wetu wanapita yaani wanaruka. Mtu anaingia kwa stima na ajui anaingia kwa stima. Mtu anafanya makosa ajui anafanya makosa. Anaona kama ako sawa. So saa zingine watu wakiwa pamoja na mimi niko nyumbani. Kuna swali nimeuliza na watu wengi sana. Ati kwa nini nilichagua hii clan inaitwa Wanyavinzi? Na sana Warama. So hii swali lazima nijibu leo. Watu wamenisumbua kwa YouTube, kwa nini tena alichagua hii? Mpaka nijibu hao leo. Mimi nimekaribisha Wanyavinzi. Na wote wale wananipenda. Kwa nini sijaingia kwa Wasita, kwa Wasegege, Wahito, Wanyagarama, Wasinzira, wengi wao, Wagorora. Sasa mimi nimesimama tu na Wanyavinzi. Na Wahiga. Kwa nini hujaingia kwa Wahiga? Wote Wahiga. Sasa ndio sababu nasema hiyo ndio nataka kuongea leo first. Ningetenga wamesema leo wananikaribisha kwa jamii. Tunamkaribisha kwa jamii ya Wanyavinzi kwa sababu anatupenda. Nimekaa pamoja nao. Tumefundishana pamoja. Mimi kama kuna kitu ambayo imefanyikia kwa Nyamlenge. Hata gari igonga Nyamlenge kwa barabara pale. Mimi ndio nitaitwa. Mimi nitakuwa kwanza kufika hapo na kushughulikia hata juzi kuna accident ilifanyika pale Masimba. Mimi niliitwa nikapiga simu. Sasa akatuma askari na watu wakashikwa na wakafuata nini sheria. Kwa sababu nyingine mtu afikiri Mkongo akifanya makosa, ajui refugee kuna haki. Na kuna haki kuliko hata sisi. Because ukikosa na refugee amekuja Kenya juu ya amani. Ametoka kwa shida huko, kwa vita huko. So ukikaribisha yeye na vita ama na kelele ama na matusi tena itaonekana kama unamnyanyasa tena. Unamnyanyasa tena unampatia kinaitwa depression. Sio mzuri. So I think ndio hao wanatukaribisha. Kwa familia ya Wanyavinzi leo wamesema leo mpaka wanapanga hata kuchinjia mimi mbuzi. Kabisa, lazima tuchinje mbuzi. Tuite wazee wakuje tuchinje mbuzi. Wanyavinzi wakuja kukaribisha. Aniitwe kule mbuzi. Nao wanasikia, wasikie, watarishe Wanyavinzi wote. Wale wako Amerika, wale wako Canada, wale wako Australia, wale wako Germany, wote. Hata wale wako Mnembe, hata kwetu huko Runondo huko. Mimi naenda kukaribisha kwa mlima huko hapa Kenya. Nakaribisha huko mbuzi chinjwe na tukule na mimi nyewe ni ujisikie kwa familia. Hata kama niko ndani mpaka nifurahie jamii yetu. Sababu nilichagua jamii ya Wanyavinzi sana hiyo koo ya Warama. Mimi napenda biashara. Mimi napenda biashara, napenda pesa. Na hii familia
pia mwenendo yao na yangu niliona kama ni the same. Watu napenda biashara, watu napenda kutafuta pesa kufanya jazo, wanapenda kufuga ng'ombe, wanapenda ufugaji ya wanyama, mbuzi, ng'ombe. Utapata mtu mmoja kuna ng'ombe kama 500 ama 2000. So hiyo nilifanya niingie jamii ya Wanyavinzi. Ya Warama. Ya Warama. Mila yao na yetu ya Warama. niliona kama ni the same. Nikasema acha niingie hiyo jamii. Na mimi niko hapo ndani, sitoki. Hata kama nikikufa, nikipata shida, nasiko Kisumu na Wanyavinzi Warama. Huko Kisumu nataka tu hiyo siku nikisirimba tu. Sasa mimi nimekaribisha nyinyi kwa kamila, kwa familia yangu pia. Unajua ukiingia familia umeingia full, sio kuingia nusu. Hata sisi tunaingia familia yako. Unaingia full. Na hiyo familia yako yote tunaingia. Ndio ilifanya niingie kwa jamii ya Wanyavinzi. Yes. Kuna mambo ningetaka kuongea kidogo leo. Hii mambo naitwa ya YouTube. YouTube kuna wachache wanaribu jina ya YouTube. Na kuna wachache wanaribu jina ya Wanyamulenge through YouTube. Kuna wale wengine akiongea kitu anaona atusi mtu ama aongee mambo mengine chafu ama aongee mambo mzuri ama aongee mambo yoyote anaona mzuri, ile naenda kuleta shida kwa jamii yote. Na si mzuri. Si mzuri kabisa. Aniliapa mimi Otieno natamaliza maneno ya vita YouTube pole pole. Chini ya maji tu. Tutakuwa naongea mbaya, sisi tunafanya kazi yetu. Fungua ingine tena. Unaongea mbaya, tunafunga. Ukweli. Unaongea chafu, tunafunga. Mpaka ikuje heshima irudi kwa YouTube. Hapo ndo tutanyamaza. Mimi ni macho ya serikali. Na mimi vile naongea hapa, naongea kama niko ndani ya serikali. Na siwezi taka kitu naenda kuharibu jina ya jamii. Wanyamulenge ni watu jamii iko na heshima kabisa. Kabisa. Kuna kitu mtu akiongea tunastuka, watu wanataka kujua amesema nini? Amesema wanastuka because hajazoea hiyo mambo ya chafu hiyo. Hajazoea kupigana, hajafanya nini. Mimi Otieno napata mambo ya YouTube. Nimepita mingi sana. But I told them tadili nayo pole pole tu. Wanipate. Ile mwambie chairman wa Wanyamulenge, wale wa Githurai wote tulikutana huko Kayole police station. Mbona hiyo kazi mniwachie mimi. Nitafanya. Na mimi naifanya mzuri sana. Naona ikifaulu. Watu vile mambo iko, wengine naona kama watu wakoka tu. Hakuna njia nyingine. Paka watu wakoka. Heshima irudi. Cause mambo kupatiwa stress, mtu hawezi lala. Atakifika mwisho wa mwezi, leta pesa. 20,000. Ama niseme, leta pesa. Hujatuma pesa, hiyo mpaka ishe. So utakuwa naongea mbaya, sisi tu tunafanya kazi yetu. Mbona funga? Na tuongei chini ya maji. Mimi nilisema mpaka kazi ya YouTube mpaka nifanye ikuwe na heshima kwa jamii yetu. Kabisa. Kosi wengine hii mambo tuliwacheka watu wengine. Sio kabila naitwa Wanyamulenge. Kabisa. Wanyamulenge ni watu wako na heshima yao. Kabisa. Na wako na desturi yao. So mambo singine hata mtu akisema kama mtu juzi niliitwa kesi. Wacha tu niongee kidogo. Kosi karibu nishike hiyo msichana. Na alitoroka. Wakati nilimuita anaenda nyumba mtu
ati anaenda kupiga hiyo mtu. So mimi nauliza wewe, sheria yako inasema nini? Mtu akikosea wewe unafaa uende kwa polisi ama unafaa uende kwa nyumba yake kumpiga? Kwa nini unaenda kwa nyumba yake kufanya nini? Ati leo unataka anione mimi ni nani? Sasa taja jina yake. Anajua yeye mwenyewe, anajua ni mwenye naongea juu yake. Alikuja hapa kwetu kwa dada yangu hapa. Anataka kumpiga. Nikamuuliza, wewe unafuata sheria gani? Hii mambo mnafanya, tafadhali mfuate sheria. Huyo mdharau serikali, mdharau mpaka wale wanafanya kutoka chini mpaka kwa rais wetu. Wewe hujafuata sheria. Unaenda kupiga mtu kwa nyumba yake. Ati mtu amefanya makosa. Hata kutoa onyo hapa kali sana. Wengine nasikia watoka Kitengela walikuja kutoa vita hapa kwetu. Bahati mzuri ama bahati mbaya, mimi siku kwa area. Lakini because sheria iko. Mbona kukosea wewe, kuna sheria kufuata. Enda kwa polisi, enda kwa hata kama ako na pasta, ama enda kwa chama. Kuja hata kwangu, nitakusaidia. Kuliko kuenda mtu anafanya dhambi wewe bado unafanya dhambi nyingine zaidi. Wengine ambao mpaka kisu. Enda kwa nyumba mtu. Kisu. Kuna msana alipatikana na kisu kwa nyumba. Alikuwa anakuja dada yangu. Furaha. Ati amtunge kisu. Akanyang'anywa kisu. Na majirani sikukuwa. Because ningekuwa angefuata sheria. Angelala jela hiyo siku. Angeenda chini. Na angetoka. No, Kenya ni nchi ambayo iko na sheria yake. Hata sisi tumefungua. Kabisa. Mimi ni Mkenya na siwezi kufanya kitu kama hiyo. Sasa kama wewe ni Mkongo ufanye kitu kama hiyo swali. Sisi tukupate na kisu hapo. Kisu nao ni mbaya. Unabeba kisu unaenda kwa mtu. Ati unaenda kupigana naye. Ukimuua sasa angedunga. Alinyang'anywa kisu na majirani. Nilifanya aende. Tena the same woman. Mama. Anakuja tena kutafuta mtu kwa nyumba yake. Anakuja kwa nyumba Furaha huko. Anatafuta Furaha. Nikamwaliza, madam, si kuna sheria kufuata? Mtu akitusi wewe kwa YouTube. Kuna sheria ya kufuata. Si ati uende kwake kwa vita. Ama ufanye nini? Sasa ile unaenda kwa vita wewe mwenyewe. Huyu mtu aseme bahati mbaya, aseme apige nduru, aseme ni wesi ama watu wabaya. Si mtachoma hapo yote. Kabisa. Kweli. Tufuate sheria jamani. Kabisa. Hii sheria naona watu wameacha ndio naona ma YouTube sasa hii tunafunga. Sisi ndio tunazifunga. Ukweli. Si wengine, sitafuta wengine, mimi ndo nazifunga. Na mimi ndio nilisema kabla hujaendelea kuongea. Sasa wewe unafunga ma YouTube hapa Kenya. Mimi ndio nafunga, si hapa Kenya. Hii yetu tu surround hapa. Hapa Nyamavila ama serikali ndio nafunga. Ni serikali? Asili ndio serikali. Yes. Kwa hivyo so sisi ukifanya kitu mbaya tunakwanga, hata dada yangu hata yeye si ambaye testiwa. Mambo sasa tumesema mtu adabu mpaka kuje kwa jamii ya Nyamlenge. Hii matusi kubwa, hii mambo mbaya. Wanasema ikome ishe kabisa. Sasa fanya YouTube yako. Lakini si useme ati unapiga mtu picha uchi, alafu unasema wewe tuma pesa. Hiyo ni hatia. Kabisa hiyo ni hatia. Kana simu uchi mtu kwa simu yako, hiyo ni hatia, hiyo peke yake ni hatia. Ukipeleka na hiyo simu na hiyo YouTube yako unashikwa na unashtakiwa. Unapelekwa kotini. Yes. Na ni milioni 1. Mingi. Kunyesha uchi mtu nje ni milioni 1 kotini. Mambo nafanyika, mambo mbaya. Na sisi hatuwezi kubali. Watu waache. Na tulisema YouTube mpaka wajua kitu wanafanya si ati ni mambo YouTube. Wanaharibu jina ya jamii ya Nyamlenge. Hata wengine wa Kongo sasa wanasema Wanyamlenge wameharibika, Wanyamlenge wanafanya nini?
hao wengine unawajua wale nasema. Wanaongea mbaya sahi. Wanyamlenge wanafanya hivi, wao wamefanyika kitu hata wanachoka. Mmoja ifanya. Mbona nasema kitu kingine kubwa. Paka mzee hawezi lala. Anafanya depression. Mbona anaweza kufa juu ya hii maneno? Si mzuri. Siwezi kubali. Nilimwambia hata chama. Nilimwambia chama wa Kongo wote. Hii mambo nafanyika hapa mniwaachie mimi nitaifanya. Nitashughulikia mzuri sana. YouTube tuwe na adabu. Tukiongea kuna limit ya kuongea. Kuna mambo nasaongea mambo ya kufundishana. Mambo ya kuongea mambo kama jamii. Si mambo uongee mambo chafu ndio upate pesa. Hata dada yangu nilikanya. Dada yangu nilikanya Nilimkanya. Nilimwambia 3. Hata yako imeenda. Atubembera sahi. Mpaka tuwe na watu wa heshima. Kabisa. Siwezi kubali kama chama hapa naambia. Mimi nasikia maneno mingi sana. Ajabu wengine. Kwa Kongo sasa wameharibika, kwa Kongo anafanya hii, kwa Kongo Wanyamlenge siku hizi wanakunywa pombe, wanafanya nini? Imekuwa too much. Kabisa. Hata sisi jambo wengine pia wako na yao, lakini wako na nini na YouTube. Hatuwezi ona kitu kama hiyo. Mtu anaweka mtu atikifika mwisho wa mwezi ataka 50,000. Anataka kutuma naanika. Anaanika yeye nje. Nafanya bato. Sasa chama wacha nikuulize ukiendelea. Sasa kando na hayo naona yani tunaona unasaidia watu wengi. Yani makesi, watu wanakuletea makesi, mashida sisi unatatua. Tunaona na macho yetu. Sasa hiyo moyo umetoa wapi ya kusaidia? Ulizaliwa nayo ama ni venye umechaguliwa kuwa kiongozi chairman? Mimi remember kitambo chaguliwa kiongozi pahali yoyote. Hata kama ni akilana, hata kama ni yangu anafanya hii. Mpaka uwe na kuna kitu watu wameona kwako. Ndio watu kwa na imani kwako. Wakuamini. Ndio watu waseme wewe unaongoza sisi. Kitu yangu ni kitu moto sana. Mambo mingi nakuja kwa ofisi yangu. Na mambo mingi tunatatua. Na mambo mingi ile na sisi ni wachache sana. Unapata natatua wengine hata machamani yenu wanakasirika na mimi. Because mimi sina upande. Upande kama ni Musita, ama kama ni Muhito, hata kama ni Mnyambizi, hata kama ni Muhiga. Mimi ajuini kabila yangu, mimi niko pande ya Wahiga hapa. Mimi nasimama imara. Nitakwambia kweli nani hapo mfanya makosa. Hata kama wewe ni Mnyambizi mwenzangu. Kabisa. Kama umefanya kweli maneno, hapo umekosea. Kweli. Na hiyo ndio kiongozi inakuanga namna hiyo. Nimeona machamani wengu ikifika damu yake anarudi chini. Anakaa kanda mambo hii kitu nataka tufiche. Unaficha nini? Unaficha nini? Kidonda kitoka imetoka. Uwezi ficha kidonda, the more unaificha the more inakuwa kubwa. Na inaoza. Yes. So mambo ikitokea wache iongelewe. Na watu wakae chini wasaidiana. Asio huu ni kabila yangu, huu si kabila yangu, hapana. Hiyo unaharibu. Ni kweli. Kiongozi anafaa hivyo. Kiongozi ni kiongozi anafaa afanye vitu open. Open. Si kuenda side moja. Watu wote unawachukulia the same. Kabisa. Ndio naona nilisema nilimwambia machamani. Tulikuwa nafikiria sisi na kuna tulifomu pati kidogo. Nilikuwa nataka tulikaa chini. Awasiwe. Wasiwe Wasegege. Wasiwe Wasita. Wanyamwezi. Nilisema kwa kila kilani pewe mtu mmoja. Na tuliandika chini. Hii mambo nafanyika. Mambo zingine tusaini.
kopi moja mpeke kwa polisi huko, kopi moja wasiobaki na kopi baki nayo. Wale niliona kama wamachamani yenu walikuwa hawataki hiyo maneno. Nikasema mnakata nitafanya peke yangu mpaka itaisha tu. Mambo YouTube mpaka nimalize. Na nimeona inaisha. Heshima mbaki rudi. Matusi iishi. Buko tumeongea mara nyingi sana. Mwache maneno ya vita ya tu. Hawataki kusikia. Juzi tu last week but one. Wengine bado nakuja. Anaingia nyumba, mambo yanafanya nini kwa nyumba? Leo anataka kuniona mimi. Hiyo mtu anasema nione leo. Yaani umekuja vita tena. Iwe onyo kwa hawa wote. Wale wanasikia. Iwe onyo. Usiwahi enda kwa nyumba ya mtu kutoa vita. Mtu anaweza kufanya kitu mbaya na kuna kesi hapo. Mtu anaweza kukupiga hata kuna kesi, ama anaweza kukuua hakuna kesi, because wewe umeenda kwake. Kweli. Sasa mnapigana mtoto ambaye mtoto pengine anguke chini, mtoto akufe hapo. Utasema nini? Wewe umeenda kwa mtu kutoa vita. Utasema nini? Tukae na adabu. Tukae na adabu kabisa. So mambo ya YouTube I think nimeongea kidogo. Wajue tu mimi tuko nyuma yao, tunawachunguza pole pole. Wale nafanya matusi. Wale nafanya YouTube kama biashara. Mpaka itaisha. Iwe watu wa YouTube yote. Including my sister Furaha. Lakini kama unampenda. Hata kama dada yangu. Furaha is my sister. Mama ya Furaha ni Mnyabinzi Murama. Ni shangazi yako. Shangazi yako. Yangu. Anything nafanyika kwa Furaha. Mama yake mpaka nipige simu. Mtoto yangu uko wapi? Kimbia pale fulani. Hata hiyo siku alinipigia simu. Kuna msana mkuja kwa nyumba ya dada yako, aenda ulize ni nini anataka. Ama mzee alitoka kuja mpaka kwangu duka yangu kunieleza maneno ya hiyo maneno venye ilikuwa. Naleta hebu kuja. Nilikuwa nataka kushika msana. Lakini bahati mbaya bahati mzuri sio alisenzaje. Nilikuwa na polisi hiyo siku. Wawili. Hiyo usiku. Ilikuwa mchana. Mapepo ngoja tu wewe. Huyu Furaha kwa ameenda harusi. Because ni hatia. Wewe lazima ulikuja na kitu mbaya. Tena unakuja kwa mtu kutafuta. Dada wanatoa treating. Una threaten people. Atuwe utajua. Utajua wewe ni nani? Wewe nani wewe? Mambo zingine tafadhali tuache. Mambo mengi tuache. Maneno ya vita kabisa tuache. Hii mambo ya kusema watu mtu ati wewe utajua. Ati utajua mimi ni nani? Hizo ni vitisho ya zamani. Yaani unatishia mtu. Unatishia mtu. Sio ni kama wewe ndio mwenye Kenya. Kwanza ukitishia mtu hiyo pia si ni makosa. Makosa hawezi kutisa mtu. Sheria anakataa. Hata mimi mtu mdogo siwezi kutisa mtu hata kama ni Mkongo ama wewe ni Mganda ama wewe ni Mtanzania. I can't. Because kuna sheria ya kufuata. Tuache vitisho. Ni kweli. Wewe unaenda nyumba mtu badala uite uongee na mtu kando, hapa kuna shida. Utatue hii na hii na hii. Ile mambo dada fanya hivi. Mambo zingine takike vita. Umeenda kwa Furaha pale. Furaha anguke pale mkipigana. Anguke kwa hii kama mambo tu ya kishetani ifanyike. Utaenda? Na kipiga nduru ni mwizi. Tutachomwa hapo. kabisa. Tutapigwa na watu. Ndio. Utauawa. Hata kwenye plot hiyo kwanza walichoka. Wanakuua. Wamechoka hao wenyewe. Kwenye plot juzi wametoka wote. Akakuja kwangu akasema tena hapa iwasana kuja tena. Tutashika. Mpaka kwa police station. Wasema mpaka mwenye plot. Alipiga simu.
because hii vita wapeleke huko. Oh. Kuna pale kupeleka vita. Kuja kuleta fujo hapa kwa floor. Kwa floor. Hiyo ishe. Hiyo mwenye anafanya hiyo aishe. Anajua ni nani lakini Wanasikia, awache. Because ukikuja next time. Asema uliponya nilikuwa nataka kushika wewe nikupeleke ndani. Na mpaka hiyo umetumana vitisho. Muda kosa enda kwa police court statement. Muda shikwe. Peka kotini. Sema ati muda hakuna muda hawezi kushikwa. Watu wanashikwa. Fanya makosa yanashikwa na unapeka kotini. Na mambo mengine nataka kuongea ya pili. Hii mambo inaitwa ya defilement ya watoto. Hapa kuna shida. Kuna kitu huwa wanafanya na ujui wanafanya nini. Unapata mtu na wewe mtoto wa miaka 14 anangoja akaenda church, anafurutwa na nguvu. Anaweka gari anapotea. Anaoa. Wanasema ni culture ya Wanyamulenge. Mtoto ya miaka 15. Hiyo Kenya haiwezekani. Hiyo Kenya haiwezekani kwa sababu ya sheria. Kenya hiyo hata kuua afadhali. 18. Mada mtu kama what 18? 18 ni mtu mzima. Mtu hana ID. Anaweza kana birth certificate kusema ako 18 years. Lakini kuna point nimesema hapo. Na nimeona mara 3. Na nikajaribu kufuata ama chamani wenu wanaenda hivi. Na wao siku moja wataona maneno. Ama chamani wenu hii. Hao ndio wanasimamia maneno. Watu wanashikwa. Hao ndio wanasimamia hiyo maneno. Ati kazi inasema hivyo. Sheria yetu hakuna culture. Hapana chairman. Hiyo hawawezi watuma. Ni wao tu kijana. Yaani kijana kama msichana tuseme kama wanakubaliana anaenda kumchukua Maria amemwambia. Si chairman ati amemtuma ama nini. Vile nakuambia wewe unisikize tu pole. Najua mimi maneno ninapitia kila siku hujui. Kuna mambo mingi nafanyika hapa. Sitaki kuongea hiyo. Ya kwa wasichana kitambo. Sasa wameanza wamejikaribisha. Hata last year ilifanyika. Jirekebisha. Last year ilifanyika. Hadi mwaka ilifanyika. Ni kama ni mafunzo tu. Hoja pengine hawajui. Nini anafanya? Anaona yeye anafuata mila yao kutoka Mnembwe. Ndio wengine wanafuata. Hiyo ni hatia. Na hiyo inafungwa jela miaka 30 good years. Hey. Mtoto. Kuna ngine ilifanyika. Mtu naenda shule. Mtu bado anasoma. Wachana naye. Si maneno ya mila. Useme mila yetu ajali mila yetu hainaga shida. Na sawa tu mtoto ya miaka 15. Kisheria Kenya ni kama ni ukupeleka kotini hakuna kesi. Hiyo ni jela. Unaenda. So wale wanaoa saa hii wanisikize mzuri kabisa. Hii ni kama funzo. Mtu ako over 18 years. Na awe yako na either passport ama ID kitu kama hiyo. But kama mtu hana ID, kama akona na miaka 20 hana ID, ni shida. Ni sawa hiyo. Bora sasa na birth certificate. Unaona hiyo miaka yake inaenea. Unajua anaweza kuwa na miaka 20 na ana kitu ya kuonyesha hiyo yako na miaka 20 pia ni shida. Pia ni shida. Shida, yes. Kwa sababu tutajua aje kama ako 20. Sheria inaruhusu tu birth certificate peke yake. Kadi ile mzaliwa nayo. Ndio. Certificate. Certificate ya kuzaliwa. Ndio wengi wao wanaangalia hiyo certificate. Kama inasema mwaka ngapi. But hiyo pia wakome. Ni shida vile haujapatikana. Lakini siku atapatikana. Mama ya msana alikuja kwangu tukafuata msana nikapelekwa hivi kapelekwa hivi. Siku ya msana alipelekwa wapi? Sasa hii mambo inafanyika. Watu wafuate sheria. Tafadhali. Chama tuseme kama ruhusa. Kuna jambo moja hapa nasema. Okay. Kuna kitu inaitwa raping.
wewe ni mtu mzima lakini nimekushika na nguvu. Hiyo inaitwa rape. Na kuna kitu inaitwa defilement. Defilement mtoto ya miaka 10 na chini ya 18. Inaitwa defilement. Kuna kulazimisha msichana na kijana. Lazima uolewe na huyu. Hiyo nayo inakuanga. Iko. Tunazitoa wewe sasa. Uwezi jua hii makesi mimi sangine nazisikia lakini inaficha ya Mlenge kuna wako na siri. Siri iko kwa Nyamlenge hapa ni kali sana. Na mimi ni vile sana nasikia kidogo. Na sijaipata lakini nasikia. Imeenda huu mtoto amefurutwa, amepotea, mtoto ameolewa, si na fulani na mama yake hataki alio na hiyo jamii. Kama msichana mpenda itakuwa aje? Unajua? Hata sisi mila yetu. Wasana walikuwa wanafurutwa. Wa mama yetu walifuta na nguvu. Unapata tu umeingiza kwa baiskeli ya masamani hata kama ni gari. Wewe sasa wewe umeolewa wewe usirudi kwenu. Unajua sasa chairman, unajua sasa kitambo si kama siku hizi. Unajua mama zetu, yani walikuwa wanavuruta hivyo. Lakini siku hizi kijana hawezi nivuruta, alafu niende anioe, alafu tuishi kwa amani. Siwezi ishi na mtu kwa amani sijapenda mtu. Mimi nimekuambia kitu ilifanyika juzi. Na iko. Na sinafanyika. Usiseme hapana. Kama huyo msichana anapenda hiyo kijana. Kama anapenda hiyo kijana na hiyo msichana akona miaka ya kuolewa. Sasa hiyo ni shida. Shida tu kama msichana akona haki yake. Nimesema hivi. Kuna kitu ya kulazimisha na kuna kitu ya kupendana. Kupendana naona wasana wanakuja tunafanya harusi pale kwetu. Kuna msana anategwa kwa church. Akitoka church anaingizwa kwa gari na nguvu. Gari pup imeenda inaenda Kitengela, sio anaenda lodging wapi, wanapotea huko haonekani kwa muda. Utasikia fulani ameoa. Kitu kama hiyo ni makosa kisheria. Msana ama mama msana akona haki ya kustaki au watu. Lakini msana akipenda mwanaume ni haki yake ya kuolewa. Si haki yake. Kuolewa ni lazima mtu aolewe. Kuna wale wataki kuolewa. Kuna wale napenda kuolewa lakini sheria inasema chini ya miaka 18. My main point yangu hapa ilikuwa chini ya miaka 18. Ndio nimesema ni makosa. Watu waangalie hiyo maneno. Wasije wakapata shida kubwa. Unapata mtoto wake ameshikwa. Utasema ati mila yetu nasema hivi kotini. Hii hakuna kotini. Uko na miaka ngapi? 14. 15. Wewe kijana uko na miaka ngapi? Mimi nina miaka 35. Uko na 30 years. Jaji kazi ni kuandika tu. Kuandika tu. Mwishowe 30 years. Utasema atuacha tuolewana. Defilement hakuna kuelewana. Hiyo ndio sheria kwa Kenya. Defilement hakuna mambo ya kuongea. Ukipatikana naongea mambo ya defilement, mtoto ameshikwa, ameolewa na nguvu ama amerepewa mtoto mdogo. Hata wewe mwenyewe unashikwa. Hata mimi nikijaribu kutengeneza ati tumesikana yeye msienda unafuata unapelekwa ndani. Hata polisi na yakijaribu kesi mbaya zaidi. Hiyo ni kesi mbaya sana. Mambo zingine zinafanyika na watu wajua uko kama mzuri kwa inji. Hata wewe unaweza ukifika miaka 7 na saomba hata citizenship ya Kenya. Chama permanent. Kuna ingine swali nataka kukuuliza. Sasa unajua umekaa na jamii ya Wanyamulenge. Yaani ni kama wamekufunza nini? Mimi mambo imekaa na wajamii wa Nyamlenge. Kitu amenifundisha sana ni siri. Tuko na siri. Tunakuanga na siri. Ndio nasema hiyo ndio kitu nimefundishwa kwa Nyamlenge. Kinaitwa secret. Siri. Anaona hii imefanyika hivi lakini akwambi hivyo.
Na anajua hata kumpiga ukinyonga yeye asemi. Anaenda kando, anaenda kwa siri ni siri na wewe, hata umuue siri ni siri. Nako na wewe. Na wewe sema. Hiyo ni kitu imetoka kwa Nyamlenge. Inaitwa siri. Uko na mtu na hata akono baya na wewe sijui akono baya na wewe. Anakusema mzuri sasa mzuri. Wewe sijui mtu ulikosea yeye ama ulifanya nini. Utajua. Moyo mko nayo. Hiyo najua hiyo mko nayo. Tena mambo ni mingi dada. Hata hii mambo tunaongea mambo ya vita ya YouTube. Kuna watu wanapatiwa sana pesa. Watafute watu wakubwa. Akae nao nyumba moja. Apige picha, ampelekee. Unajua hivyo? hatujui. So unastuka wewe kitendo aje mtu mzima mfanya kitu fulani. Unastuka picha yako inapatikana pale fulani. Hiyo ni makosa. Sisi ni watu wazima. Na kuna mtu ajui kile inafanywaga. Unajua sisi wote. But beyond kuonyesha mpaka watoto ama tuonyeshe mpaka watu unajua kuna vitu naitwaga kitu haiisha kwa akili ya mtoto. Akisikia ama akiona itapatia mtoto tama, atakuwa anafikiria hiyo maneno maishani yake. Ndio sababu nasema mambo yetu mpaka tukataze hawa wasiendelee. Na kukataza hawa ni kufunga ma YouTube yao. Hakuna njia nyingine. Kufunga ma YouTube tu. Ukifunga 3, 4, 5 heshima itarudi. Because tumeongea tumechoka. Unaongea leo, kesho mwingine anafanya hiyo makosa. Unaongea kesho mwingine anafanya mwingine. Unasikia naongea na mwingine the same person anabeba kisa anaenda. Anaenda kwa mtu. Na kesho yeye anasema maisha yangu ikaeli mbaya, na natafutwa, fulani wanataka kuniua. Na yeye ndio anachochea maneno chini ya maji. Yeye ndio anakisa moto, anakaa kando hivi. Anakisa moto anakaa chini. Hivi dada yangu niliongea na dada yangu. Mimi ananisikia kabisa. Yamwambie kitu lazima asikie furaha. Niliongea naye kamwambia dada yangu kuna mambo zingine. Hata kama mtu akuongelesha mbaya. Wache Mungu. Unapaswa mwachie. Wache Mungu tu. Hata ongea tena. Lakini ukimjibu leo, kesho tena anaongea. Ukijibu yeye leo, kesho tena ataongea. So mambo mpaka tujue ni mambo gani na gani tunafanya. Bitaka sisi ni familia moja. Tukae kama familia kabisa. Na tuheshimu hao wazee. Wenye wametuzaa. Mama yetu, baba yetu. Kujua vile tunaongea. Of course mimi inaniuma sana. Kama jamii ya Nyamlenge ile jamii ya Nyamlenge mimi najua na mimi niko ndani. Naipenda. Kabila nyingine sasa wanaanza kukaa kando kina Moshi, kina Bembe, kina Mafolero. Warundi, Rwanda. Wanaanza kuongea wanakuanga hivi. Nyamlenge wameharibika. Sasa hatuona vile wanafanya. Cha hii ona. Sisi imekuwa hivi. Sasa Chairman, acha nikuulize tu swali. Tutakuwa tunakuuliza maswali. Napenda maswali. Sasa suko kwa jamii ya Wanyamlenge. Yes. Tena kwa boma tuseme kama yuko kwa boma ya Wanyabzinshi. Sijui ni boma ni familia, clan ya Wanyabzinshi. Sasa tunaona kwetu vita imeisha. Tunataka kurudi nyumbani. Yes. Sasa unasikia aje unarudi kwa Runundu, unaenda Runundu. Unasema kwenu ni Runundu. Runundu hapo kwa kutoka Mnengwe. Hapo chini tu kwa mlima hapo ndio chini kidogo tu. Watu wa Runundu hapo ndo nyumbani. Tutakuja kukukaribisha
ukifika hapo Runundu kwetu, sasa ni kwetu. Hata sisi ni Wanyabyinshi. Sisi kama wewe ni yangu yetu ama wewe ni brother yetu, lakini wewe ni brother yetu. Sasa unasikiaje ama utasikiaje kukupeleka Runundu ukifurahia? Mimi nafurahi sana. Kama ni mtu hii vita ya nyumbani inaniumaga sana ni mimi. Because nashindwa. Kwa nini mtu afurahi mwingine kukufa? Imagine. Ardhi si ya mtu. Ardhi si ya ni ya Mungu. Inaumaga sisi sana. Hii vita ya Mnembe. Si mzuri. Paka mimi nimebandikwa na wengine mimi. Wewe ni Nyamlenge. Nasema sawa. Akiona mwingine anakufa na furahi, wengine analeta mapicha. Mambo hivi mapicha ya nini? Hatunajua tumefanya hivi, tumekuwa tuombe. Vita, amani kitu ya maana sana. Amani mimi nafurahi sana. Niko na hakika. Tutaenda nyumbani Mnembwe. Utakubali, utaenda. Nitaenda Mnembwe. Nifike kwetu nyumbani huko. Furahia na Masiwa. Huko ni inji mzuri sana. Kuna inji mzuri kuliko Kongo. Tujue inji tajiri dunia mzima ni Kongo. Kabisa. Kongo ndio inji tajiri dunia mzima. Sasa mambo venye iko sahi, tunafurahi. Tutarudi kwetu nyumbani na tukae. Mimi nafurahi hata siku naingia huko najua maziwa nitakunywa. Kwa viazi. Tutakula ugali hapa kwetu. Shida ile iko hapa. Chakula iko juu. Pesa inaweza kuwa na pesa lakini pesa inatumika kwa mambo mingi. Huko nakaa nyumbani. Unapata hata ukilima shamba kidogo hivi tu. Mahindi kubwa natoka kubwa hivi. So njaa hakuna. So nasema mambo ikirudi mzuri, utarudi huko, tukae. Na mimi msiniwache. Nataka mkaribishe mimi huko. Tujini mbuzi 2-3 tukule. Kana mbuzi tukule. Hata ng'ombe tukule huko nyumbani. Tufurahie. Kama jamii. Hiyo kama jamii ya Wanyabyinshi. Kabisa. Wanyabyinshi ni nyumba kubwa sana. Na nyumba watu wako ndani. Watu wako na pesa. Ni jamii watu wako na pesa, kina Karani watu wako na pesa. Unaenda kwa jamii ya Wanyabyinshi unatoa msanzu. Natoa pesa pia. Wewe unatoa pesa. Matanga ya nini unatoa. Hata kusaidia huko nyumbani. Ongeza mtu anaitwa Alex. Unatoa pia. Ya kusaidia huko. Natoa hata Mnembwe natoa pesa. Hata kumuuliza hata yeye nasikia. Na wengine wanasikia Wanyabyinshi wale tunachanga nao pesa hapa. Jina yangu iko, rekodi yangu iko sawa. Muda iko huko Mnembwe. Utino giri 1, giri 2 na umefanya bara matanga hapa mpaka nionekane mkono yangu na jina yangu list yangu iko. Sio kitu inasemekana ati nafikiria hakuna iko. Sasa. So hii mambo msuri sana tunachoka kama na furaha. Inji iko na salama. Rudi tu. Tuangalie maboma. Tena mjue hao watoto wenu mnasaa hapa Kenya. Mimi sioni hata mkienda yote. Naona wengine wakirudi. Watoto kama mzaliwa hapa Kenya, unajua sheria anasema nini? Ni Mkenya. Ni Mkenya. Akizaliwa huko ni Mkenya. Ataenda huko atakuangalia atakuwa na ID anapata ya Kenya. Hivyo ndio bila Somali walikuja Kenya. Kabila Somali. Na kuna kabila inaitwa Burji ametoka pale Ethiopia walikuja hivyo tu. Pale Kiamako Burji amejia hivi. Wametoka Ethiopia. Wakasalisana huko, watoto wamekuwa wa Kenya, wanafanya kazi mpaka polisi iko. Yes. Waoria. Kuna waoria. Hata jeshi iko. Hata waziri wao wamekuwa wa Kenya. Wa Kenya.
Because hata Nyamulenge vile mnakuja hivi mnasaa Kenya watoto wenu hapa. Hao ni Wakenya. Itakuwa mzuri. Tutaacha hapa. Kuna wenye So wale watabaki hapa, wale watakuwa wanafanya kazi ya serikali hapa Kenya. Na hiyo jambo msione kama ni jambo mchezo. Jambo liko serious. Katiba inasema mtu akisaliwa nchi fulani, yeye ni mwenyeji, automatically yeye ni mwenyeji, yeye ni citizen ya hiyo nchi. Mshike mzuri kabisa hiyo. So mtoto ukisapa Kenya, utasikia majenga boma pale. Ukienda Kongo utaitwa kwa boma ya kijana yako hapa, ama kwa boma ya msana yako hapo. Hata kuna wenye watajenga Kisumu kwenu. Na ndio naona sasa watu watoto Mnyamulenge na Mkenya uwezi ukatofautisha. Yes. Wamaza kuishi pamoja, wanasoma university, kila kitu wanafanya zaidi pamoja. Provided mtu ako na ID ya Kenya. Kazi unapewa. Unakuwa daktari, unakuwa jeshi, unakuwa polisi. Somali wanaanza hivyo tu. Sasa huwezi kujua Msomali wa Kenya na Msomali wa wapi? Wa Somali. Huwezi jua. Hata Ethiopia. Wengine wameingia hapa Kenya hata Burudi. Huwezi jua. Kwa Kenya amani tu, kama umefuata wewe mtu amani, umekuwa ukifuata sheria, uko sawa. Kabisa. Uko sawa kabisa. So tuombe Mungu tu. Hiyo vita ishe kabisa. Ni vizuri ukiwa na bomu pande ile. Ni sawa. Sawa. Ukija huko unajisikia ukaenda huko unajisikia. Kila mara Amerika uketi. Watu wameumia. Wameumia kabisa. Watu wameumia. Mimi kuna mama alinipigia story, sasa jina yake sana. Nilimsaidia. Akaenda Kakuma. Alienda Kakuma. Jana asubuhi nikatoka kwangu. Walitoka pande wa Kongo. Wakaingia Kakuma. Kakuma wakaanza kufuatwa huko na maadui yao. Watoto walikuwa watoto kama 4. Watoto wakaanza kuonjeka. Walipanda gari ya lori ya kuleta nini? Ya kuleta mzigo. Wakafika Nairobi. Nikaletewa hawa. Nilikuwa church ya Faili Sabini chama nini iko? Hiyo church. Nini jina yake? Faili Sabinga na anaomba chairman. Nikaitwa. Utini kuja. Naitwa Sepa. Chairman kuja. Kuna wageni wako hapa. Tunataka wametoka Kakuma. Na kama wamepotea wana makao, ni bibi na bwana. Watoto 6, hadi si watoto 6. Na kwa hivi wadogo hivi. Niliangalia watoto nikasema vita ni mbaya. Sasa wameniita. Niite polisi. Washike hawa. Wapelekwe ndani. Nilifikiria hiyo maneno. Wanajua. Wapelekwe ndani. Juu huwezi kaa na mtu ujue ametoka wapi. Tukafikiria hiyo maneno. Nikafikiria akili yangu. Ile timu msana mmoja anafanya UN. Na mimi tukasema hao watu wako na shida. Kuwapeleka ndani bado ni shida tu. Na watoto tutakuwa tumefanya zero work. Watu warudi kwa Kakuma huko kwa UN huko wasaidiwe. Nichukua kitabu yangu hivi. Tukachanga pesa. Tulichanga 16,000. Donation yangu tukatoa, mimi nitoa 2,000. Na wengine akatoa 2,000. Wengine akatoa 1,000, mashama ni 500, kitu kama hiyo. Paka pesa ilifika. Alienda mzee na bwana wakarudi Kakuma. Ikifika jana hiyo mama niliona hapa tena
kwa duka yangu akipendea. Akaniita, mimi nilikuwa nimesahau na yeye. Chama. Nani mama gani anaita? Unaitwa na watu wengi. Sasa kuenda kwa mama, vile unisaidia siwezi kusahau wewe. Unanikumbuka mzee? Nakuonaga. Najifanya kama mimi sasa kusema ati mimi simjui. Mimi nakuonaga. Hebu nakumbuka mzuri. Nimesahau kidogo. Mimi ndio ule mama mulisaidia. Akakukumbusha. Kwa ile chache ya Wanyamulenge. Kama tulikuwa napeleka kwa polisi, wewe ukasema tupeleka kwa Kakuma. Nimerudi. Juu ile chakula tunapewa huko. Imeisha. Iko, lakini watoto wao kikula wanagonjeka. So mzee alienda kwa shamba, mguu yake imevunjika. Mzee mguu imevunjika. Mama mkuja na watoto. Nikaeleza, sasa umekuja, nimekuja. Kanule masiwa hapo kama fanya hivi sasa. Kama umekuja, kwa sababu kuna kila kitu sasa. Karibu. Hiyo mama niliona machozi kutoka kwa macho yangu. Mambo ya vita ni mbaya, sio mzuri kabisa. Kwa watoto, kwa watu wazima. Yaani kwa nchi mzima vita ni kitu linaleta hasara. Umaskini. Kwa unapata ulikuwa na ng'ombe zako, ulikuwa na pesa yako imeisha, ulikuwa na nyumba yako imechomwa, shamba imeenda, unaanza zero kabisa. Awe ni mtu ulikuwa milionea, unaanza zero. Unaanza kuomba pesa, unaanza kuomba usaidizi. Mungu asaidie. Kwetu tuwe na amani. Tunaomba Imana Mugiza atusaidie kabisa. Amani kuje kwa nchi yetu. Watu wakae kama ndugu na dada. Na maadui yetu pia wajue Mungu. Kabisa. Wajue kuna Mungu. Na wajue kuna kukufa na kuna kuishi. Hii dunia si ya mtu. Pia wao watakufa. Ni yetu yote. Wakisajua hivyo tutaishi pamoja tu. Sio kama inakuwa shida nyingine. Bora mtu amejua Mungu na ishi pamoja. Yes. Sawa. Kuna swali lingine? Naona dada yangu ameingia. Karibu sister yangu. Karibu my sister. Come on get me here. Salame kidogo. Salame kidogo my sister. Acha usalimie. Karibu my sister. Wow. Sijafanya batoni mingi. Nimefanya kamoja tu. Watu watulie, watu wakuwe na amani. Tumefundishana kidogo. Wajua dunia mpaka tufundishane. Watu wanasema kwa nini unapatana na dada yako? Nilimwambia dada yangu nikimwambia kitu lazima asikie. Kabisa. Hii channel mpaka mimi ndo nafunga, si mwingine. Ni wewe. Na nilimwambia dada yangu hata yeye akarada ya kwanza nimefunga, ya pili tunafikiria, lakini ukiendelea sana wewe ruka tu, lakini tunakuangalia kwa makini. Rada yako kazi ni kufunga tu kabisa mpaka adabu irudi. Hiyo ni ukweli kabisa. So kama sister. Sawa, tunawashukuru. Umefanya vizuri. Watu wenye wametufuata, mnafanya vizuri. Leo tulikuwa na chairman wetu, tunamshukuru kwa sababu amekuja. Karibu chairman, tena urudi. Atarudi. Ndio mwito kabisa, urudi tena. Ameongea mambo mengi. Hata ameambia watu wengi wenye wakusikia wasikie. Hizi ni mafunzo. Ni mafunzo kabisa. Abantu batumva Igiswahili yatanze inama ku bantu kwa YouTube, bakoresha YouTube nabi. Ngende mwikoreshe neza. Ikindi twamwakiriye mu muryango w'abanyabyinshi kabisa. Chairman ngo akunda abantu bagira ibintu byinshi, ngo bagira inka ngo bazi no gucuruza cyane, bagira amafaranga menshi. Niyo mpamvu yabakunze. Ariko muri rusange munyabyinshi kabisa turamwakiriye pe.
Chairman, tumekukaribisha kabisa kwa familia ya Banyabyinshi. Abantu rero mudukurikiye mukomeze mudutambireho kugira ngo dukomeze tugire umuryango wagutse mwakoze cyo. Bye bye.